Haleluya. Shalom, shalom taifa la Mungu. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Ni Apotre Kefa Alex ninayesimama mbele zenu. Leo nilipendelea tuzungumze kuhusu manabii wa uongo, aidha watumishi wa nyakati za mwisho. Hii inaleta mchanganyiko kwa walio wengi, na hatujui tofauti ya nabii wa Mungu na nabii ya uongo, na wengine wanakuwa wenye kuleta confusion. Kila anayeonekana kuwa mtumishi anayefanya miujiza, wamoja wanamuita Freemason, wengine wanamuita nabii wa uongo, wengine wanasema kila mmoja namna yake. Lakini nisikia Mungu ananigusa ili niweze kutetea kuhusu jambo hili, sababu hata kifo cha Senior Prophet TB Joshua BBC Africa iliweza kuleta mambo mengi sana, na kukajitokeza hata watu ambao waliweza kuwa mashahidi wa uongo kwa ajili ya yule mtumishi wa Mungu. Na hili jambo nilipendelea lisikufikie wewe kama mtoto wa Mungu, na itakuwaje kusudi uweze kutambua nabii wa uongo. Sasa basi, acha tuombe. Mungu, asante Yesu kwa upendo wako. Asante kwa kuturudisha tena ndani ya utakatifu wako. Ninajua kwamba si kwa bure umenitia hapa kwenye media hii ili niweze kuzungumza na taifa lako kuhusu habari za siku za mwisho na watumishi ambao wanasemeka kuwa manabii wa uongo. Bwana, unipe neema na hekima kutoka kwako. Roho Mtakatifu, mwalimu mwema, unijaze hekima na maarifa kutoka kwako ili niweze kuzungumza na taifa lako kile ambacho unachotaka nizungumze nao. Kwa jina la Yesu Kristo Nazareth naomba hivyo. Amen. Haleluya. Tutasoma katika kitabu cha Mathayo sura ya 7 mstari wake wa 15. Baadaye tutaruka ku mstari wake wa 12, aidha 20 hadi 23. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. 16. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Amen. Tunaruka hiyo tunarukia kwenye mstari wa 20 aidha 12. Ndiposa kwa matunda yao mtawatambua. Si kila mtu aniambiaye Bwana Bwana atakayeingia katika ufalme wa mbinguni, bali ni yeye afanyaye mapenzi ya Baba yangu aliye mbinguni. Wengi wataniambia siku ile, Bwana Bwana, hatukufanya unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo, na kwa jina lako kufanya miujiza mengi? Ndipo nitawaambia dhahiri, sikuwajua ninyi kamwe. Ondokeni kwangu ninyi mtendao maovu. Amen. Haleluya. Hebu tuzungumzie kuhusu hili jambo. Tutawajua kwa matunda yao. Tutawajua kwa matunda yao. Matunda yao ipi? Matunda yao inamaanisha nini?
Inawezekana hapafungui vizuri hili jambo. Tunapoingia ku mstari wake wa 22, eti wengi wataniambia siku ile, Bwana, tulifanya hiki kwa jina lako, tukaponyesha watu, tukatabiri, tukafanya miujiza, lakini Yesu atakuja na kuambia eti ondokeni, sikuwahi kuwajua. Oh my God. Ina maana ya kwamba kuna wale ambao wako watumishi wa Mungu, muumba wa mbingu na ardhi, lakini ambao Mungu hajui. Kivipi na imeanzaje? Tuangalie ndani ya kitabu ya Wagalatia. Matunda gani ambao Mathayo imesema tutawajua kwa matunda yao? Hebu tupime, tujaribu, tuingie ku kitabu ya Wagalatia. Wagalatia sura ya 5. Wagalatia sura ya 5 mstari wake wa 22. Lakini tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Lakini tunda la Roho ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Lakini tunda la Roho. Mathayo sura ya 7 mstari wa 15 inasema mtawajua kwa matunda yao. Na matunda ambao Roho anayoonesha hapa ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo hayo hakuna sheria. So hawa nao wanasema ni watumishi wa Mungu, ama sisi tunasema pia na sisi pia ni watumishi wa Mungu. Je, na wakati hiyo ya mwisho itakapofika, itaendekaje kusudi Kristo aseme ondokeni, sikuwahi kuwajua? Ni watu wa aina gani ambao Mungu anataka kuzungumzia hapa? Aidha matunda ya namna gani itakavyoonekana ndani ya watu hawa ambao Yesu atasema ondokeni, sikuwahi kuwajua? Bwana tusaidie sana. Hauna maana ya kujichafua mtu wa Mungu na kusema de n'importe quoi kwa n'importe qui, sababu utaweza kusema mabaya kwa mtu anayejua Mungu na ambaye Mungu anayemjua, lakini unajitokeza na kusema maneno yasiyofaa juu yake. Hatuna maana ya kuumisha vichwa vyetu, ya kujiuliza nani mtumishi wa kweli wa Mungu. Tunapoingia ndani ya Biblia na kusoma Biblia, itatujulisha utofauti ya mtumishi wa kweli wa Mungu na mtumishi asiyokuwa wa kweli wa Mungu. Hebu tukiangalia kwa mstari wake ya 19, tutasikia matendo ya mwili ama matunda ya mwili ni ya aina gani, na mtumishi anayefanya haya itatumaanisha vizuri ni mtumishi wa aina gani. Je, ni wa Mungu, ni wa tamaa yake mwenyewe, ama ni wa ulimwengu hii, ama ni wa shetani? Tusiwe haraka kujaji watu, tusiwe haraka kutia watu kuwa watumishi wa shetani, sababu na kunakuwa wengine watu ambao hawajulikani hata na shetani na si wafuasi wa shetani. Amen. Si wafuasi wa shetani, kiasi kwamba na shetani anawatafuta kwenye diary yake, ama sijui hiyo kitabu ya kuangalia program na kuangalia, anaangalia huyu ni nani, hamjui kabisa. Ina maana anatenda kwa
tamaa yake mwenyewe, yaani kwa akili yake mwenyewe. Na hawa ndio wengi kwa wakati ambao tulimo. Ndio ukisoma ndani ya kitabu ya Mathayo sura ya 6, Biblia inasema ya kwamba na watu kama na hawa wanapoonesha hali yao ya kuomba, wanakuwa wenye kupata thawabu yao tayari. Lakini nyinyi mnapotaka kuomba, mujifiche, mtengeneze, mujisitiri, yani muvae vizuri, msioneshe watu ya kwamba muko kwenye swaumu, sababu Baba yenu wa mbinguni aliyewasababishia na kuwajua kwa siri, na yule atazungumza na nyinyi katika siri, na katika siri atawajibu. Na watu kama na hawa ambao wanaotumika kwa jina la Mungu wakijifichia humo, nao wanakuwa wamekwisha kulipwa, wamekwisha kupewa thawabu yao, na hawatumikii shetani wala watumikii Mungu, lakini wanatumikia dunia na anasa zake. So haiko kila mtumishi ndio wa shetani. Na lakini kwa nini tunatafuta kujua mtawajua kwa matunda yao? Sababu ya kupendelea kufumbua siri hii na kuonesha watakatifu wa Mungu ya kwamba matunda ambao tutajua hawa wanaojiita kuwa manabii, wachungaji, maapostles, madokta, sijui majina tofauti ambao wanahitaji kujiita, hakuna shida. Hiyo ni matamko tu na kuitwa na kupangwa sijui, lakini ni nani mtumishi wa Mungu? Na mtumishi wa Mungu anapashwa akuwe wa namna gani? Na huyu asiyekuwa mtumishi wa Mungu tutamjua namna gani? Tukiangalia mstari wa 19, tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Biblia nasema hivi: basi kwa matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: kwanza uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi na mambo yanayofanana na hayo. Katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Amen. Amen. Oh, hallelujah. My God, Bwana tusamehe sana. Kuna maimani tofauti ambayo leo imeizuka ndani ya dunia. Kuna wengine wanasema ya kwamba ni roho, wao ni roho, na roho haiwezi fanya dhambi. Inamaanisha wao ni watakatifu. Lakini Biblia inasema ya kwamba kwa dunia hii hakuna mtakatifu. Tunapigana usiku na mchana kufanyika kuwa watakatifu. Na kama tukijiita kuwa watakatifu, tunakuwa wenye kusema uongo ama kumfanya Kristo kuwa mwongo. So wote walifanya dhambi. Kama vile Waroma inasema, wote walifanya dhambi wakapungukiwa na utukufu wa Mungu, lakini kupitia damu ya mwana kondoo wa Mungu, ndiyo Kristo, tulifanyika tena kuwa safi. Lini tutafanyika kuwa safi, ama lini tulifanyika kuwa safi? Ni wakati tutakapojitambua, kukiri na kutubu, tutamrudia naye atatuonekania. So matunda ya namuna kama na haya yanapoonekana kati ya hawa ambao wanasema ni watumishi wa Mungu, hauna maana ya kuumisha kichwa. Tayari utajua ya kwamba huyu ni nabii wa uongo, na kuna baba yake anayetumikia, naye ni yule bwana wa uongo, sababu yeye alidanganya kwanza, na wote wanaoishi ndani ya kudanganya ni wafuasi na watumishi wake. Ulimwengu umejaa usuda. Leo makanisa inajaa kupasuka, kuharibika, kubomoka. Hakuna jinsi unaweza kumkemea mtu
sababu na yeye anasema na mimi niko mtumishi, vyenye huyu anafanya na mimi nina uwezo wa kufanya. Ijapokuwa ndani ya mbingu kuko kitu ambao wanasema hierarchy, kuanza uongozi, na ndani ya uongozi gisi inafuatana, ndio kunakuwa ndani yake kukemea mabaya na makosa. Na mtoto anayependwa na baba anakuwa mwenye kushauriwa na kukemewa, na mtoto asiyokemewa huyu sio mtoto. Lakini sasa leo unakuja kuta ya kwamba kukemea kidogo ikikuwa kwa mzazi na mtoto kunakuwa hali ya kupasuka. Tena watu hawaachane vizuri. Nampenda sana Mungu wakati historia ndani ya kitabu ya Mwanzo, historia ya Loti na Ibrahim. Biblia inasema Mungu akamuita Ibrahim, akamwambia toka katika ukoo wako, toka katika wazazi wako, na nikubebe, kuna mahali ninataka nikubebe. Ibrahim hakujua chochote. Ibrahim naye sababu ya upendo kuwa mkubwa akamkamata Loti pamoja naye, wakaanza safari. Kufika njiani, Mungu hakumuita Loti, lakini Mungu alimuita Ibrahim. Bwana tusaidie sana. Na kuna uwezekano Mungu amekuita na wewe unayenitazama. Kuna uwezekano kuko hali ya mikokotano, vuta ni kuvute, ila nataka nikutie moyo. Usijichafue wakati hii inapofikia. Utawatambua kwa matendo yao, na kwa matunda yao utajua ni nani mcha Mungu na nani asiyekuwa mcha Mungu. So wakati walipofika mbele, sababu Mungu hakumuita Loti bali alimuita Ibrahim, ilibidi awatenganishe, na Biblia inasema walitengana kwa amani. Leo makanisa ambao zinaotaota na kuanzikana, je, ziko zinaanza kwa amani? Ni matunda ya namna gani ambao wale ambao wanasema watumishi wa Mungu wako wanaonesha kwenye walitoka? Unakuja kuta wengi, baadhi yao walikuwa wenye kuleta uchochezi, uchonganishi, kuchafua, kubomoa, kutenganisha. Na anapoondoka katika hii hali, anaenda akitapanya vibaya kwenye alikuwa. Na huku kwenye anaenda na watu wenye wanaenda nao wanasema tunaenda na mtumishi aidha mjakazi wa Mungu. Ulizo ni kwamba je, huyu kweli ni mjakazi wa Mungu? Huyu kweli ni mtumishi wa Mungu? Kumbe maana ya kuumiza kichwa kwa kumjua mtumishi wa Mungu ama sio mtumishi wa Mungu haipo hapa, sababu tayari amekwisha kuonesha matunda yake, na kwa matunda yake mtamjua. Na sababu matunda hii ambayo imesemeka ndani ya kitabu ya Wagalatia sura ya 5, haleluya, hii aina ya uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchafu, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitna, faraka, uzushi, amekwisha kuionesha, na hii imekwisha kumjulisha huyu ni mtumishi wa nani. Bwana tusaidie sana. Hauna maana ya kuumiza kichwa. Anayekuwa mcha Mungu ni mtu ambaye anayetengana na mwingine kwa amani. Na Mungu akamwambia Lot, Ibrahim, usilete vurugu, lakini kesho asubuhi simama, umwambie Loti asimame, nyote muwe nje, kila mmoja achague mahali penye ataondoka na kujielekeza, na umwanzie kwake yeye mwenyewe Loti. Atakapochagua basi umwache aelekee huko, na mimi nitakupatishia nafasi ambao nitakufanya kuwa taifa kubwa. Mungu tunayetumikia ni Mungu wa upendo, umoja, furaha, masikilizano. Sio Mungu wa matengano, kwa fujo na kuvurugu, lakini ni Mungu wa kuleta mema na upatanisho. Na anayekuwa mcha Mungu ni mtu ambaye umimi haimo ndani yake.
matengano, chuki na wivu haimo ndani yake, vurugu na hali ya kuteta na kusengenya haimo ndani yake. Siwezi kupendelea kumchafua mtu kusudi mimi nionekane ya kwamba mimi ni wa maana mbele ya watu. Mimi sikuitwa juu ya watu, niliitwa juu ya Mungu. Mungu alinichagua na alijua ya kwamba atanipa watu ambao wale watu watanisikiliza ili niwaoneshe juu ya ufalme wa mbingu. Hakuna mtu anayesema ya kwamba anamtumikia Mungu kwa ajili ya kubeba wale watu kwenye ufalme wake, lakini sote tunamtumikia Mungu juu ya kuwaonesha Mungu aliyetuchagua. Haleluya! So kwa hii matendo na matunda ambao tuko tunaonesha hawa watu, je, ni matunda ambao Mungu ametupea sisi ili tuweze kuwaonesha watu? Mathayo 28 ama 28, Biblia inasema yale niliowafunza nyinyi nanyi muwafunze wale. Yale Kristo alitufunza na sisi tuwafundishe wale ambao wanaonekana kuwa mataifa. Je, Mungu alitufundisha ama Kristo alitufunza kutengana? Kwa vurugu, kwa mafarakano, kwa usuda, kwa wivu, kwa machafuko, kwa ugomvi? Mungu ama Kristo my God, hallelujah. Wakati tumo ndani ni wakati mzito sana, ni wakati mzito sana, ni wakati mzito sana. Biblia iko wazi. Hallelujah. Napenda sana Biblia paske hakuna kitu ambao Biblia iliweza kuacha. Tukiangalia hapa ndani ya habari ya siku za mwisho, Timotheo wa pili sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 5, Biblia nasema ya kwamba, hebu tuangalie Timotheo wa pili. Timotheo wa pili. Timotheo wa pili. Hallelujah. Tasoma katika jina la Yesu Kristo, sura ya 4 mstari wa 2 hadi wa 5. Inasema hivi: tukianzia kwa mstari wa 1, na kuagiza mbele za Mungu. Nani anasema? Ni Paulo anamwagiza Timotheo mtoto wake wa imani. Na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu, atakaye wahukumu walio hai na waliokufa kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake. Mstari wa 2, lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufaao na wakati usiokufaa. Karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Mstari wa 3, maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima. Mafundisho yenye uzima ni mafundisho ipi? Ni mafundisho ya kukaripia, ya kukemea na kuonya. Kwa kuzifuata nia zao wenyewe watajipatia walimu makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti, nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa Injili, timiza huduma yako, kwa maana mimi sasa namiminwa na wakati wa
kufariki kwangu umefika. So nimefika mpaka kwa 6, lakini nilikuwa napendelea niishie kwa mstari wa 5. Bwana tusaidie sana. So ni wakati ambao uko mgumu na ni mzito sana. I'm sorry, nina sweat sana, joto ni kale, lakini ninajua uko unanifuata vizuri. Wakati ni mzito, watu wa Mungu, lakini napendelea kuwatia moyo watakatifu wa Mungu na watumishi wa kweli wa Mungu. Usiache kufundisha watu wa Mungu kweli. Hatutahesabiliwa watu wenye hawakututii na kutufuata, lakini wale ambao Mungu ametupea tuwalinde, tuwachunge, tuwaongoze, ni wale ndio Mungu atatuhesabilia na kutuuliza, hawa watu kwa nini ulikataa kuwaambiza ukweli? So usisikize vyenye watu wanasema, lakini jichunguze. Je, kwa haya ambao watu wako wanasema, mimi niko wapi? Paske hakuna mtu aliyekuita wewe mpendwa, lakini uliitwa na Mungu. Na kabla watu hawaja kujia wewe, Mungu ndiye alikujia wa kwanza. Usivunjike moyo sababu ndani ya kanisa yako hakuna watu wengi. Nikiuliza, Yohana Mbatizaji alikuwa na watu wangapi? Biblia inasema sauti imesikika nyikani, tengenezeni njia ya Bwana, nyoosheni mapito yake mahali yeye atakaopita. Hapo kunyikani ndio penye Mungu alisikilizisha taifa lake, watu wake, sauti ya Yohana. Kumbe umulilie Mungu kwenye jangwa ambao uko unapitia, ndani ya uhakikisho, ukihakikisha kwamba uko mwaminifu mbele ya Mungu wako. Usijichange na wakati ambao tulimo, wakati mzito. Kubaliana na hali ambao ipo, ambao Mungu amependelea upitie, lakini jua kitu kimoja, kila nyakati iko na changamoto yake. Ila pamoja na haya yote, Biblia inasema mateso ya mwenye haki ni mengi, ila Bwana yu mlangoni kuja kumuokoa, na atakapomuokoa atamuokoa na yote, hata punguza wala hataacha nyingine, bali akija kumuokoa atamuokoa na yote. Huyu Mungu unayetumikia, umtumikie katika roho na kweli. Huyu Mungu ni mwaminifu, analipaka si kama gisi matajiri ama mabosi wa dunia hii wanavyolipa. Yeye akishuka kulipa, analipa kabisa, hata na maaririo ambao ulikuwa bado haukutumikia. Huyu ni baba ya wanyonge na wanaokataliwa. Mwanadamu, mtu wa Mungu, mtoto wa Mungu, sikiliza sauti hii. Usijiumishe kichwa na kujichafua kwa bure. Kama wewe ni mtumishi wa Mungu wa kweli, basi jichunguze na kuangalia ndani ya tabia hii ama hizi matunda ambao Wagalatia imesema. Je, unatembelea mwa hii maisha? Matunda ya namuna gani unayoonesha mbele ya mataifa? Sababu siku inakuja, na sasa ndiyo tulimo. Karibuni Bwana atakukataa na kukwambia, ondokeni, sikuwahi kukujua. Oh my God. Hii ni wakati ambao iko mzito sana. Hebu pima kutafakaria kidogo. Kama hiyo siku ikikufikia hivi mpendwa, utakuwa wa nani? Ulijinyima, ulilala nje, ukasema uko unamtumikia Mungu wa Meshaki, Shadraka na Abednego, lakini tabia ambao uko naonesha haikuwa tabia ya kimungu. Na siku imefika, Mungu anakuambia, yule ambao ulisema ulikuwa unatumikia, anasema ya kwamba ondokeni, sikuwahi kuwajua. Anyway, nawazia sijui kama hiyo siku kwako itakuwa namna gani. Sijui hiyo siku kwako itakuwa namna gani. Sababu kama ulipendelea dunia na anasa zake, ulishatolewa mdunia, hauko tena mdunia, na mbingu haupo. Sijui utakuwa wapi. Fanya angalisho. Kila kitu
ina nyakati yake. Ila nataka nikupatie moyo, bado muda upo ya wewe kujichunguza. Namaliza nikikwambia bado muda upo ya kuangalia na kujichunguza. Nilifanya makosa, ndio. Nilidanganya kwa kusema namtumikia Mungu wa Meshaki, Shadraka na Abednego, ijapokuwa tabia yangu ambayo ninaofanya kwa siri yalikuwa tabia mbovu na chafu. Nitafanya nini? Bado Kristo ni mwaminifu na Baba mwenye rehema, akingaliki bado kwenye kiti cha rehema. Umurudi, kiri, tubu na umgeukie, na atakuja na ukupokea na kukwambia, mwanangu, njoo, ninakujua, ninakupenda. Usitie moyo wako kuwa mgumu, sababu dunia kuna watu wawili tu ambao tunawatumikia, either Mungu, either shetani. So usijivike ngozi ya kondoo wakati tabia yako inakuonesha vizuri ya kwamba wewe ni mbwa mwitu. Nena na jina lako litahimidiwa. Haya tunayoyafunza ni kwa ajili ya ufalme wako. Usitupungukie wala usitupite. Na siku hiyo tujaze neema yako, tukulaki katika ufalme wako, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Shalom, shalom, shalom. Bwana akutie nguvu. Ubarikiwe. Nawapenda sana. Ciao.